Yaani katika kitu umebarikiwa mke wangu wewe. Katika swala zima la kupika. Nikiwa nakula chakula chako muda mwingine nafurahi sana. Yaani ugali tumepika kama ubwabwa. Kwa mtoto. Sijui umechukua kitu gani kwenu huko. Kwa Mungu ungekuwa mwanamke mwingine lazima arudishe kwao akaambiwa akachukue mwiko. Lakini wewe hapo sijui kama nitakwambia hayo maneno. Kwa ugali kama ubwabwa. Yeah, of course. Ugali unanoga sana. Hapo mwanzo sikuwahi kula ugali kama unaopika wewe mke wangu. Au, Fede? Oya. Vipi mwanangu Fede? Fresh vipi? Fresh mwanangu. Karibu mwanangu. Japo chakula chenyewe mlikuta mwishoni lakini karibu. Asante mwanangu. Mimi udhuru wake nilipotoka nyumbani nimepiga wali ndio tunakuja huko. Sasa kwa wewe mimi kudeka ugali lazima tukondo ajabu kwa sababu mimi nimeshiba kifupi. Ndugu yangu nazingua kweli. Yaani ukifika nyumbani tu hapo kwenye swala la kula unakuwa mgumu sana. Haina hiyo mwanangu, mimi nimeshiba, nimeshatoka kula. Shem karibu. Shemu wangu mimi nishakula, unajua mimi nimeshiba. Ugali mwingi Yaani mimi nakuona ajabu wewe ukinikaribisha hapo nikipea tengi langu moja. Nishamaliza kila kitu. Ananijua huyo. Bwana. Mwanangu, mbona kama simu yako inaita ndani? Mchukulie basi wewe. Sio mtu muhimu bure na tunampuzia hapa. Au samadili ya hela. Yako yani katika kitu Mwenyezi Mungu kampa shemu wako. Katika swala zima la kupika mke wangu yeye hana masiala kabisa. Ni ugali kama ubwabwa. Kwa mtoto anajua sana. Unaonekana tongo. Unaonekana. Mimi hapa kama sijala lakini ukwalifu wake na uone unajua yes kazi ipo. Umetoa wapi yule? Ndugu yako atakutajie ulichukulie nini? Haina hiyo bila shemu wangu ninakuuliza tu. Nakuuliza cha wasiwasi. Mbona anachelewa ndani? Sasa mkutane. Sasa yupo anasoma huko. Kuja kwanza nifuate. Fede. Kwa mchongo huu usije tena nyumbani. Shem, kama ungekuwa na njaa si ungesema. Yangu umenifezesha sana leo.